Asante sana msikilizaji, karibu katika shule ya Sabato hii leo, kipindi kizuri, kipindi ambacho kinaletwa kwako na idara ya mawasiliano kanisa la Ushindi. Nikukumbushe tu kwamba leo ni siku nzuri, Sabato ya redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni, yani AWR. Swali ni kwamba ni mara ngapi unatenga muda kusikiliza redio hii? Jibu utajipatia wewe mwenyewe. Mimi leo nikualike popote pale ulipo. Karibu tuwe sote, wewe ambaye unatufuatilia kutokea hapa kanisa la Ushindi. Bila shaka umejiandaa kubarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo vinaletwa moja kwa moja kutokea hapa kanisa la Ushindi, lakini vile ambavyo vinaletwa moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Mimi ni Hamis Mohamed na yapo mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwa sasa tutakwenda kubarikiwa na wimbo mzuri, wimbo ambao tutaimba kwa pamoja hapa studio, wimbo nambari 83, ewe skuli ya Sabato. Nikualike sasa wewe rafiki ambaye unafuatana pamoja nasi katika matangazo haya kutokea hapa kanisa la Ushindi, basi tafadhali simama pamoja nasi tuimbe pamoja ujumbe huu mzuri. Ewe skuli ya Sabato, upazuri sana, moyo wangu wanivuta, nije kwako leo. Sabato si nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta, nije kwako leo. Moyo wangu mpotovu, hapa una raha, ndipo nimwonapo Yesu, nije kwako leo. Sabato si nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta, nije kwako leo. Hapa Yesu mwenye pendo aniita pole, nimtolee moyo yeye, nije kwako leo. Sabato si nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta, nije kwako leo. Bila shaka msikilizaji, umesikiliza wimbo mzuri, wimbo ambao umekusogeza karibu na msalaba wa Calvary. Nikukaribisha sasa katika wakati mwingine mzuri ambao moja kwa moja tunakwenda kuungana naye ripota wetu Joseph Lawrence katika fungu pamoja na ombi. Lakini awali ya yote natamani kukusalimu wewe ambaye unatufuatilia kutokea hapa kanisa la Ushindi hii leo. Sabato njema. Sabato njema sana.
Basi moja kwa moja karibu sana Joseph kutujuza yale mengi tulionayo hii leo katika fungu la kukariri pamoja na ombi. Asante studio. Katika Sabato ya redio ya Adventista ulimwenguni hii leo fungu la kukariri linasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Yohana wa kwanza 3 fungu la 8. Basi tusimame tuombe. Haleluya. Mfalme unaishi juu mbinguni, tunasema asante juu ya wema na fadhili zako. Umekuwa pamoja nasi kwa muda wa siku 6, hatimaye siku hii leo ya 7 tunasema ni asante kwa jina lako. Tunapokuwa tukiendelea na vipindi vingine vya shule Sabato, tunaomba ukawe pamoja nasi mwanzo hata mwisho, nikiomba na kuamini katika pendo lako Yesu, amen. Nikiripoti kutoka shule ya Sabato Ushindi, mimi ni Joseph Laurent, kwako studio. Asante sana Joseph Laurent kwa somo zuri ambalo bila shaka rafiki msikilizaji na mshiriki umebarikiwa na unazidi kubarikiwa na kipindi kizuri, kipindi cha shule ya Sabato hii leo, kipindi hiki ambacho kinaletwa kwako na idara ya mawasiliano kanisa la Ushindi. Na wakati huu basi ni wakati mwingine mzuri ambao tunakwenda kumkaribisha ripota wetu Donald Mgasa atueleze kunani hasa huko hii leo. Donald, karibu. Kunani hasa huko hii leo? Naam, studio. Katika somo la ukuziaji hii leo linasema vikosi vya shule ya Sabato na huduma kwa jamii. Katika dunia tunayoishi hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaishi bila kutegemea msaada wowote katika jamii. Hata akiwa tajiri kiasi gani, lazima kuna wakati atahitaji huduma ya utabibu ama uponyaji kwa ajili ya afya yake. Kuna wakati atahitaji chakula na hata huduma ya faraja ya neno la Mungu. Vivyo hivyo kwa maskini pia huhitaji huduma ya chakula, nguo, utabibu, fedha na mahitaji mengine ya muhimu. Huduma kwa jamii. Huduma kwa jamii ni lengo mojawapo kati ya malengo 4 makuu ya shule ya Sabato. Lengo hili la kugusa jamii ni muhimu sana na linahitajika sana katika jamii. Ikiwa kuna mwanakikosi mwenzako anahitaji msaada wowote, utahusika kwanza kutoa msaada kwa mwanakikosi mwenzako, pili kutoa huduma kwa jamii inayokuzunguka. Tukumbuke kisa cha yule Msamaria aliyemsaidia yule mgonjwa aliyepigwa na wanyang'anyi. Unapotoa huduma hii kwa jamii, sio tu kwamba wananufaika tu wale unaowasaidia, bali hata wewe pia unanufaika. Kitabu cha Mathayo 25 kuanzia mstari 31 mpaka 40 inasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Hataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, ulisini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu akisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Mafungu hayo yanatuelekeza tupambane kuwasaidia walioumia na majanga, ili Bwana haweze kutuita kutoka katika uchoyo wetu. Anataka tuendeleze ndani yetu sifa za tabia yake, yani upendo, huruma, tuwarehemu. Ikiwa tutakataa maagizo yake na tutaacha kuitambua huduma hii, tutakuwa tunachagua kujitenga naye. Hivyo basi, wazee wa kanisa wakishirikiana na viongozi wa huduma binafsi na uongozi wa shule ya Sabato, watambue kuwa ni wajibu wao wa msingi kuhakikisha kuwa vikosi vinapangwa vizuri ndani ya kanisa na vinaelekezwa kuyatekeleza malengo makuu ya shule ya Sabato, ikiwemo na hili la huduma kwa jamii. Kwa kufanya hivyo, kanisa litastawi kwa kuleta waumini wapya kanisani kila Sabato,
maana kila mmoja hatahusika kikamilifu. Ni hayo tu katika makala ya somo la ukuziaji leo. Mimi ni Donat Mgasa, kwako studio. Asante sana Donat Mgasa kwa makala ya somo la ukuziaji hii leo. Bila shaka msikilizaji unazidi kubarikiwa na kipindi kizuri, kipindi cha shule ya Sabato. Nikukumbusha tu kwamba hii leo ni Sabato ya redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni, na tunaokuletea kipindi hiki kizuri sio wengine ni idara ya mawasiliano kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Msikilizaji ambaye unatufuatilia kutokea hapa kanisa la Ushindi, tafadhali simama pamoja nasi tutapokwenda kuimba kwa pamoja wimbo nambari 43, furaha gani na ushiriki nikimtegemea Yesu. Oh, haleluya kanisa. Furaha gani. Usijali sana kuhusiana na sauti.
si mbaya hata useme amina. Basi rafiki msikilizaji, bila shaka umebarikiwa na wimbo mzuri, wimbo ambao unatupatia kibali cha kusonga mbele katika kipindi hiki kizuri, kipindi cha shule ya Sabato hii leo. Kwa sasa basi moja kwa moja tunaungana naye Makubi wa Mbura, ripota wetu anayetuletea hii leo kisa cha somo la nchi za mbali. Jiandae kubarikiwa na tega sikio kwa makini kusikia kisa hiki. Asante studio, na sasa moja kwa moja kutoka jijini Seoul, Korea Kusini. Tunalo somo la nchi za mbali lenye kichwa kinachosema siwezi kuishi namna hii. Hiki ni kisa cha bwana mkubwa Jin Seok ambaye baba yake alifariki akiwa na umri wa miaka 2 tu. Jin Seok hana kabisa kumbukumbu zozote za baba yake kwa sababu baba yake alifariki akiwa na umri mdogo sana. Kwa muda mrefu Jin Seok amekuwa akiishi imani ya baba yake ambaye alikuwa ni mchungaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato hapa jijini Seoul, Korea Kusini. Lakini baada ya muda fulani alipoingia katika ujana, Jin Seok hakuona tena haja ya kuendelea kumwamini Mungu. Jin Seok alijiuliza maswali mengi sana kuhusu kifo cha baba yake. Kwa nini Mungu aliruhusu baba yake afariki? Kama kweli angekuwepo, huenda baba yake angekuwa hai hata sasa. Hivyo aliondoa imani kabisa kwa Mungu na kuamua kuachana na habari ya kumwamini Mungu. Jin Seok katika ibada ya usiku pamoja na familia yake yote alisimama kwa hasira, akachukua Biblia na kuichana. Kisha akamwambia mama yake, "Mama, usiniambie habari ya kumwamini Mungu tena." Na kuanzia hapo Jin Seok aliacha shule na kuondoka nyumbani kwao. Jin Seok alianza kuvuta sigara, kunywa pombe, lakini pia alitumia muda wake wote wa maisha akiwa na marafiki zake ambao hawakuwa waumini na walikuwa ni vijana wenye tabia mbaya. Kwa muda wa miaka 10 Jin Seok aliishi maisha ya namna hiyo. Siku moja, bila kutarajia, Jin Seok alijikuta katika chuo kikuu cha Waadventista wa Sabato katika mji mkuu wa Korea Kusini, Seoul. Alikuwa ameongozana na rafiki yake ambaye alikuwa na biashara katika chuo kikuu cha Samyok. Alipokuwa akimsubiri rafiki yake, alitaka kuvuta sigara, lakini kuvuta sigara hakuruhusiwi kabisa katika mazingira ya chuo. Kwa hivyo alitafuta mahali ambapo angeweza kukaa na kuvuta sigara. Jin Seok alipata eneo la mbali lenye miti na vichaka na akakaa kwenye benchi na kuwasha sigara yake tayari kwa kuivuta. Alipokuwa akivuta sigara, aliangalia huku na huko na kuona aya ya Biblia imeandikwa juu ya jiwe. Ghafla alitambua kuwa alikuwa katika bustani ya maombi ya chuo kikuu cha Samyok. Hisia nyingi ziliujaza moyo wake. Hakuwa na kumbukumbu za baba yake, lakini alikumbuka kuwa baba alikuwa amesoma katika chuo hichi ambacho Jin Seok sasa ameketi katika bustani hiyo akivuta sigara. Kisha mawazo ya Jin Seok yakamjia kuhusu mama yake. Alikumbuka kuwa alikuwa akisikia kwamba mama alikuwa mgonjwa sana. Watu kadhaa walimwambia kuwa angefariki hivi karibuni. Huzuni ilijaa moyoni mwake. Baba alifariki alipokuwa na miaka 2 na sasa mama anafariki nikiwa na miaka 25. Siwezi kuishi namna hii, aliongea kwa maumivu. Sasa Jin Seok alianza kumwonea huruma mama yake. Alifikiria, mama alipoteza mume wake. Ana watoto wa kiume 2, lakini alinipoteza mimi pia. Ninauvunja moyo wake na sasa atakufa. Machozi yalitiririka mashavuni mwake. Katika bustani ya maombi ya chuo kikuu, akiwa na sigara iliyowashwa kati ya vidole vyake,
Alimwomba Mungu kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Mungu, kama upo, tafadhali nisaidie. Alisema, tafadhali msaidie mama. Ukifanya hivyo, nitatoa moyo wangu kwako, nitakupa maisha yangu. Haikuchukua muda mrefu baada ya ombi hilo, mama alipona na Jin Seok alitimiza ahadi yake. Alikuwa mchungaji kama baba yake. Alihitimu kutoka chuo kikuu cha Samyok kama baba yake. Mama alifurahi sana, lakini kisa hiki hakikuishia hapo. Jin Seok alioa, akapata binti na sasa anasaidia kulea wavulana 4 kutoka kwenye familia za kina mama wanaolea wakiwa wapweke. Akikumbuka jinsi alivyokuwa bila baba, alianza kuwatunza wavulana 4 kwa msaada wa washiriki wa kanisa alilolihudumia huko Korea Kusini vijijini. Wavulana hao ambao sasa ni wenye umri wa ujana wanaishi maisha tofauti sana na Jin Seok alivyokuwa akiishi akiwa na umri kama wao, kwa sababu wanaona upendo wa Jin Seok na wanajua kuwa wanaye Baba wa mbinguni anayewapenda hata zaidi. Wavulana wote 4 wametoa mioyo yao kwa Yesu kupitia ubatizo. Jin Seok anatumai kuwa siku moja atawatuma katika shule ya sekondari ya Adventista wa Sabato huko jijini Seoul. Anatumai kuwa watakuwa wamishonari. Zimepita siku ambazo Jin Seok alisema, siwezi kuishi namna hii. Ametambua kuwa maisha pamoja na Mungu yanastahili kuishi na anatarajia kukutana na baba yake wakati wa ujio wa Yesu wa hivi karibuni. Sehemu ya sadaka ya 13 ya robo hii itakwenda katika chuo cha Hankuk Samyok, ambako Jin Seok anatumai kuwapeleka watoto wake aliowaasili ili kupata elimu huko Seoul, Korea Kusini. Sadaka yako itasaidia kufungua kituo cha mafunzo ya umishonari na ukumbi wa michezo ya mazoezi ya viungo shuleni hapo. Asante kwa kupanga sadaka yako ya ukarimu ya Sabato ya tarehe 29 Machi. Kutoka hapa jijini Seoul, Korea Kusini, mimi ni Makubi Wambura, mtayarishaji wa makala haya. Hakika umebarikiwa na kipindi cha shule ya Sabato hii leo, kipindi ambacho kimeendeshwa kwa namna pekee, kipindi ambacho kimetukumbusha umuhimu wa kutenga muda kusikiliza radio, kutenga muda kusikiliza maudhui mbalimbali ambayo yanazalishwa kupitia vyombo vya habari vya kanisa, hasa radio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Mpaka kufikia hapa tunafikia tamati mwa kipindi hiki. Nimekuwa na ripota wangu Joseph Laurent, lakini pia nimekuwa na ripota wangu Makubi Wambura, bila kumsahau Donat Mgasa. Kazi nzuri imefanywa na Dr. Tonks, bila kumsahau dada Lisa. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Mungu akubariki, nikutakie Sabato njema, baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Kwa heri kwa sasa.